الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia sala na salam kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na darasa na ratiba darasa yetu ya manhaj katika risala tuliyokuwa nayo in lam takun salafia faman anta, na tayari tulikisha ianza katika wiki zilizopita, tukaangalia maana ya neno salaf kilugha na kisheria, na tukaangalia pia hukumu ya kujinasibisha na masalaf, na tukatembea na maelezo hayo kupitia kauli za ahlul ilm, kauli ambazo zimeegemezwa katika Qur'an na Sunna. Na leo tutakuwa tunalizi pale ambapo tuliachia katika wiki iliyopita, baada ya kuangalia hukumu ya kujinasibisha na masalaf au na usalaf, na kwa mujibu wa nususi ambazo tulizipitia tuliona jambo hilo ni la wajibu kwa kila Muislamu. Ni wajibu juu yake, akitaka salama ya dini yake, basi aegemee juu ya ile njia ambayo walikuwa nayo waja wema waliotangulia. Lakini pia tukaona katika yale ambayo tuliyapita katika wiki iliyopita juu ya kufaa kwa mtu kujitangaza, yule mwenye kupita katika hii manhaji ya salaf inafaa kwake kujitangaza, na wala haifai kumtia aibu kwa yule ambaye atakuwa amejitangaza ya kwamba yeye akida yake na manhaji yake ni ya kisalaf. Na leo insha Allah subhanahu wa ta'ala tutaendelea katika yale ambayo tuliyaachia, nayo ni kauli ya Sheikh Abdullah ibn Abdul Hamid al-Athari. Amesema Sheikh, وأهل السنة والجماعة يرون أن أصول أهل البدع 5. baada ya kuelezea wajibu wa kujinasibisha na masalaf na kuelezea dhehebu au kuelezea manhaj ya kisalaf, hapa Sheikh anatuelezea asili ya kusimbuka kwa makundi ya kibida, makundi ambayo yaliacha njia ya haki, yaliacha manhaji ya salaf, yaliacha ule Uislamu wa asli ambao aliutangaza na akauacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaelezea asili, simbuko ya makundi ya kibida, ndio anasema وأهل السنة والجماعة يرون أن أصول أهل البدع 5. watu wa sunna wanaamini ya kwamba au wanaona ya kwamba misingi ya watu wa bid'a ni 5, kwa maana chanzo au chimbuko la mapote ya kibid'a ni 5. akaanza kuyataja Sheikh
akaanza na arrawafid, mashia, walkhawarij na makhawarij, waljahmiya na majahmiya, walqadariya, alqadariya na almurjia. Akasema thumma tashaaba min kulli firqatin firaqun kathira, kisha yakaenea yakazalika kutoka katika kila kundi makundi mengi. Kutoka katika kila kundi katika makundi hayo matano aliyoyataja yalizalika makundi mengi, hata takmalu 72 firqa, mpaka yakakamilika makundi 72, kama akhbara bidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyohabarisha jambo hilo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kutoka katika haya makundi matano ambayo ndio asili ya makundi ya kibida, yalienea kutoka katika makundi hayo makundi mengine mpaka yakakamilika makundi 72, makundi ambayo aliyahabarisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ni makundi ya motoni. Waqala Abdullah ibn Mubarak ya kwamba rahimahullah ta'ala, ya kwamba aslu 72 hawa, chanzo au asli ya makundi 72, 4 ahwa'i, ni makundi manne. Na katika mtazamo huu wa makundi manne ni kwamba katika yale makundi matano yaliyotajwa na kauli ya kwanza tuliyotangulia, kuna ahlul ilmi wanaoeleza ya kwamba almurjia na aljahmiya itikadi yao ni sawa, na ndio maana wakawaingiza almurjia katika aljahmiya, ya kwamba yafaa wao kuona kwamba ni katika makundi yanayostahibiana, kwa sababu kundi linanasibishwa na itikadi yao. Kwa hiyo itikadi ya almurjia na aljahmiya hazijaatiana, isipokuwa baadhi ya mambo machache katika maqalati. Lakini mwenye kusema asili ya makundi ya watu wa bid'a ni makundi matano, na mwenye kusema asili ya makundi ya watu wa bid'a ni makundi manne, bado mwelekeo wao ni mmoja, kwa sababu ya kulenga itikadi zao katika yale makundi ambayo wanayataja. Kwa hiyo At-Tabi' Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala anasema aslu 72 hawan 4 ahwa'i, asli makundi 72 ni makundi manne. Unaelewana naposema makundi 72? فمن هذه 4 أهواء تشعبت 2 أو 72 هواء. katika haya makundi 72 yakatimbuka, yakamegeka au yakazalika makundi. Kutoka hayo makundi manne yakatimbuka makundi 72, ambayo makundi hayo yaliozaa makundi 72 kaanza kuyataja, akasema alqadariya walmurjia washia walkhawarij. Tuko pamoja? Naam. Ameanza na alqadariya, na katika darasa tuliyopita tulieleza ya kwamba wapo katika mashekhe wanaoeleza ya kwamba kundi la kwanza kuzalika ni alqadariya, na wapo wanaoeleza ya kwamba kundi la kwanza kuzalika katika makundi ya kibida ni ashia. Tunaelewana? Lakini kauli ambayo imechukuliwa na wengi katika wanawazuoni ni kwamba ashia ndio kundi lililotangulia katika kuzalika katika makundi ya bid'a. Al-firqatul ula, kundi la kwanza au pote la kwanza, firqatu shia, ni kundi la ashia. Na hiyo anasema awala
ma hadathat bimaqtil Uthman radhiyallahu anhu, na hii ni katika pote la kwanza lililozalika ambalo lilihusika na kumuua Uthman radhiyallahu anhu. Hinama jaa Abdullah bin Saba al-Yahudiyya, pindi alipotokea mtu mmoja anaitwa Abdullah bin Saba al-Yahudiyya, wadaa ila at-tashayyu'i li Ali bin Abi Talib, akalingania katika kutengeneza kundi linalojinasibisha na Ali bin Abi Talib, ya kwamba wao kwa mujibu wa itikadi ya Kishia aliyoitengeneza Abdullah bin Saba al-Yahudiyya, yeye au wao wanaona ya kwamba Ali kuna mambo ambayo alidhulumiwa na yeye ndiye ambaye alistahiki kuwa nayo, kama tutavyoona katika maelezo ya huko mbele. Kwa hiyo alianzisha kundi lenye kujinasibisha na Ali ibn Abi Talib, wakasema anna sahaba dhalamuhu, anna sahabatu dhalamuhu, hakika masahaba walimdhulumu Ali bin Abi Talib, walimdhulumu ya kwamba baada ya kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukhalifa ulistahiki kwake yeye, bali masahaba hawakumpa au walimdhulumu na kumpa ukhalifa wa kwanza nani? Abu Bakar. Tunaenda sawa? Wa minhum man yaqulu inna ar-risala, wa minhum man yaqulu inna ar-risalata li Ali, na katika wao kuna wanaosema ya kwamba risala, ujumbe au utume ulikuwa ni wa Ali, walakin Jibril alayhi salam khana, alifanya khiana wa sarafaha li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na akaugeuzia kwa nani? Kwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wanaitakidia, wapo wanaoitakidia jambo hilo ya kwamba utume ulikuwa ni wa Ali, lakini Jibril alifanya khiana, akaenda akamvika utume nani? Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wa minhum man yaqul, na katika wao kuna wanaosema inna aliya ilahun, ya kwamba Ali ni nani? Ni Mungu. Katika Mashia kuna wanaoitakidia kwamba Ali ni Mungu. Hum alladhina harraqahum Ali ibn Abi Talib, na wao ndio ambao aliwaangamiza Ali ibn Abi Talib bin nar, wa moto. Hao ambao wanadai, walikuwa wakidai kwamba Ali ndiye Mungu, Ali akawakusanya na akawaangamiza wao kwa moto, kwa kudhihirisha chuki ya kile ambacho wanakilingania. Al-firqatu thani, na pote la pili, firqatul qadariyya, ni firqa au ni pote la al-qadariyya, wanaopinga qadar. Alladhina yunkiruna al-qadar, hawa ni wale ambao wanapinga qadar. Waqad dhaharat fi awakhir as-sahaba, na hili pote lilidhihiri mwishoni mwa zama za masahaba. Walqadar ruknun min arkani al-islam, والقدر ركن من أركان الإيمان، na qadar ni nguzo miongoni mwa nguzo za iman, nayo kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoelezea katika nguzo za iman, akasema wa tu'min bil qadar khairihi wa sharrihi. Maana kwa hiyo al-qadariyya ni wale ambao wanapinga qadar. Wao wanaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana ujuzi wa jambo lolote mpaka litokee. Nao ni katika kufuru. Al-firqatu thalith, na kundi la tatu, firqatul khawarij, ni kundi la makhawarij. Hum
alladhina yukhrijuna ala waliyi al-amr bisayf, hawa wameitwa makhawarij kwa sababu wao wanatoka au wanajitoa kwa mtawala kwa kutumia mapanga au kwa mabavu. Hao makhawarij wameitwa makhawarij kwa sababu yukhrijuna ala waliyi al-amr, wanajitoa kwa watawala bisayf, kwa kutumia mapanga au silaha. Idha hasala minhu khat'un la yasilu ila haddi al-kufr, pindi huyo mtawala atapokuwa amefanya jambo ambalo au kosa ambalo halimfikishi katika kiwango cha kufuru. Ikiwa mtawala ni mwizi mathalan au ni mzinifu, madam madhambi ambayo hayamtoi katika Uislamu, hayamfikishi katika kiwango cha kufuru, wao wanamkufurisha na wanatoka katika taa yake. Waisakuna asha taa, na wanajifua katika umoja wa Waislamu. Asha taa kwa maana ni ile pinde ya utiifu, na maksudu ni umoja wa Waislamu katika kumtii kiongozi wao. Wayukafiruna almuslimin bilkabair, na wanawakufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa. Allati duna shirk, madhambi hayo ni kinyume na nini? Na shirk. Kwa wao mzinifu ni kafir, mwizi, msengeni na kadhalika. Kwa madhhabuhum yatakawan min shay'ain, na madhehebu yao yamejengeka katika mambo mawili. Madhehebu ya makhawari au fikra za kikhawari zimejengeka katika mambo mawili. Jambo la kwanza anasema al-khuruj ala wilati al-amr al-muslimin, kutoka katika watawala wa mambo ya Kiislamu, kutoka kwa watawala wa Waislamu, yani kuwatokea, kwa maana kuwapinga watawala. Hiyo ni katika fikra yao ya kwanza makhawari. Wao katika fikra zao ni kuwatokea watawala, kuwapinga. Washaqqu asha taa, na katika fikra ya pili au katika madhhabu ya jambo la pili katika madhhabu yao ni takfiru almurtakabu alkabair, kumkufurisha yule ambaye ameyafanya au amefanya madhambi makubwa. Allati duna shirk, ambayo ni kinyume na nini? Na shirki. Hizo ndizo fikra za kikhawariji. Yahkumuna ala zani biannahu kafir, wanamhukumu mzinifu kwamba yeye ni kafir. Wa ala sariki biannahu kafir, na wanamhukumu mwizi juu ya kwamba yeye ni kafir. Wa ala akli arriba, na juu ya yule ambaye akli riba, na yule ambaye ni mwenye kula riba, biannahu kafir, wanamhukumia kwamba yeye ni nani? Ni kafir. Wayahmiluna sayfa ala almuslimin, na wanawafikia mapanga Waislamu. Ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah, yuqatiluna ahla al-iman, wanawaua waumini, wanawaua Waislamu. Wayad'auna ahla al-awthan, na wanawaacha watu wa masanamu, wanawaacha washirikina. Makhawarij yao sifa yao ni kuwaua Waislamu na kuwaacha washirikina. Akasema Sheikh Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, asema ma uhida fi tarikh anna al-khawarij qatalu al-kuffar qat'un, haijawahi kunukuliwa, kupokelewa au kuthibitu katika historia ya kwamba makhawariji wamewaua makafiri. Haijawahi kupokelewa katika tarehe ya kwamba makhawariji wamevamia mji wa makafiri na wakawaua, haijawahi kupokelewa.
wa innama yuqatiluna almu'minin daiman wa abadan, hakika makhawariji wao wanawaua waislamu tu, wanawaua waumini tu milele, na hiyo ndio sifa yao. Asili ya makhawariji ni kwa yule Dhuhuri ambaye asili yake ahlulilmi wanaeleza ya kwamba ilikuwepo tangu katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka katika kizazi cha Dhuhuri ambaye alizungumza maneno yasiyokuwa ya adabu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume akiwa akigawa ngawira, yeye akamwambia Mtume haufanyi uadilifu, haufanyi uadilifu Mtume. Na Mtume akaeleza au akasifu kutoka kwa huyo mtu ya kwamba watatoka katika kizazi chake watu ambao ahlulilmu ndio wakafasiri ya kwamba ni makhawarij, akiwaeleza Mtume masahaba ya kwamba watatoka katika kizazi chake watu ambao nyinyi mkiwaona wakiswali mtazisikia swala zenu na visomo vyenu vya Qur'ani mtavidharau, kwa kuthibiti ya kwamba wao watakuwa ni watu wenye juhudi katika kusoma Qur'ani na wana unyenyekevu katika swala, lakini wanatoka katika Uislamu kama vile mstari unavyotoka katika upinde, kwa maana ni watu ambao hawafuati manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika kizazi chetu au katika zama zetu na jamii yetu, makhawarij tunawajua kama al-Shabab. Ndio al-Shabab ni watu ambao kwa asilimia kubwa wameuharibu Uislamu katika sifa, mpaka imekuja kuonekana kwamba Uislamu ni dini ya kuuana na kupigana na kutekana kwa sababu ya makhawarij. Na makhawarij pia walienea asili yake inaelezwa kwamba kutoka kwa Dhuhuri ambaye alikuwepo katika zama za Mtume, lakini hawakuwahi kudhihiri katika uwepo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakuwahi kudhihiri katika zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali walikuja kudhihiri katika zama za Ali bin Abi Talib, hasa pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mtihani Waislamu, akawafikisha katika fitna ya vita baina yao kwa wao baada ya kufa Uthman bin Abi Talib, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wakamegeka Waislamu katika makundi mawili, kundi ambalo lilimfuata Ali bin Abi Talib na kundi ambalo lilimfuata Muawiya ibn Abi Sufyan. Baada ya kuwa Uthman, kuna ambao waliona yafaa kwanza kula yapo au kula bai'a ya utiifu kwa mtawala, ndipo ifuatiliwe kesi ya mauaji ya Uthman. Na katika masahaba kuna ambao waliona yafaa kwanza kufuatiliwa kesi ya mauaji ya Uthman, ya kwamba wafuatiliwe wale ambao wamemuua Uthman na walipizwa kisasi, kisha ndio wale bai'a kwa mtawala. Na ambao walikuwa wameusimamia huo msimamo ni pamoja na Muawiya ibn Abi Sufyan. Yeye aliona kwamba wafuatiliwe kwanza waliomuua Uthman, kisha ndio watoe bai'a kwa Ali. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka mtihani baina yao, katokea fitna ya vita, mpaka Ali bin Abi Talib hikma ambazo alipewa na Allah akatuma wawakilishi kutoka upande wake. Alimtuma Abu Musa radhiyallahu anhu ya kwamba waende wakafanye suluhu, wakazungumze na Muawiya. Na kutoka katika upande wa Muawiya aliwakilisha Amr bin al-As, wakakaa na kuzungumza. Kitendo cha Ali bin Abi Talib kutuma mtu waende au aende akawakilishe wafanye hukumu, watafute suluhu kwa njia ya mazungumzo na waache kupigana, makhawarij wakaona ya kwamba Ali amepotea tena makosa makubwa,
kuona ya kwamba amewapa watu au amewaweka binadamu kuhukumu katika jambo la dini. Unaelewana kwamba jambo la mapigano yaliyokuwa yapo katika baina yake yeye Ali na Muawiya ni jambo la dini, wanapigania dini. Kwa hiyo kama ni jambo la dini, ili tutafute suluhu tunatakiwa kwenda kwa nani? Kwa Allah na mtume wake. Sasa kwa nini watafute watu waende wakafanya hukumu? Sio, tunaelewana? Makhawariji wakajitoa kwa Ali, kwa sababu katika vita makhawariji walikuwa upande wa Ali, wakajitoa kwa Ali, wakaona haifai kuwa naye tena, wakatengeneza utawala wao huko, wakajitenga naye, wakampinga Ali katika swala hilo, na vita ikaja au fitna ikaja tena baadaye, baada ya kutengenezeka suluhu baina yao, baina ya Muawiya na Ali. Fitna iliyofuata ni fitna baina ya Waislamu na Makhawarij. Kwa hiyo Makhawarij mpaka kufikia katika zama zetu walidhihiri katika zama za Ali bin Abi Talib, na kwa ufupi historia ya kudhihiri kwao ni hiyo. Kwa pamoja, walfirqatu rabi'a, na kundi la nne almurji'a, ambao wanasema alladhina yanfuna biqul al-a'mal fi al-iman, ambao wao wanapinga kuingia kwa matendo katika iman. Yaqulun, wanasema al-amal la yadkhul fi al-iman, matendo hayaingii katika iman. Fal-insanu mu'min walau lam ya'mal, mwanadamu ni muumini hata kama asipofanyia kazi imani yake. Walau taraka al-amal kulluha, na lau hata kama akiacha amal zote, fa huwa mu'min, basi anabaki kuwa ni nani? Ni muumini. Kwa hiyo wao wanachokizingatia ni kuamini tu Allah yupo, Allah ameamrisha swala, na kupitia swala mtu ataingia peponi. Akiamini tu hivyo basi inatosha, hata asiposwali. Al-a'malu la yadkhulu fi al-iman, fa idha kana al-mu'taqadan biqalbihi walau taraka jami' al-amal, matendo hayaingii katika iman. Fa idha kana mu'taqidan, na kama mtu atakuwa ni mwenye kuitakidia biqalbihi, kwa moyo wake, walau taraka jami'ul a'mal, na hata kama ataacha matendo yote, maadamu anaitakidia tu, basi inatosha yeye kuwa ni muumini. Lau ma salla wala sam, lau hata kama haswali na hata kama hafungi, wala faala ayi shay'in, na wala asipofanya jambo lolote, yadkhulul janna, basi yeye ataingia peponi. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaitakidia, kwa sababu ana imani. Unaelewana? Wal iman la yazidu wala yanqusu indahum, na imani haizidi na wala haipungui kwa wao. Liannahu fil qalbi, kwa sababu hiyo imani iko moyoni. Sasa inazidi vipi na inapungua vipi aliyakuwa imefungamanishwa na moyo? Fal-iman Abi Bakr wal-iman asdaqu an-nas indahum sawa, basi imani ya Abu Bakr na imani ya watu wao ni sawa tu. Unaelewana? Anaweza kuwa ni mwenye akili timamu mwenye kuitakidia hili, kwa sababu katika misingi ya Ahlusunnah wal Jamaa wanaamini ya kwamba iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Sawa, imani ni kuzungumza kwa ulimi, kufanya kwa viungo, na kuitakidia kwa moyo. Ikiondoka kimojawapo katika nyanja hizo tatu, basi imani ya mtu haikamiliki. Unaelewana? Na kwa mujibu wa Ahlusunnah wal Jamaa, imani yazidu wa yanqus, imani inapungua na inazidi na inapungua.
yazidu bitaa wa yanqusu bilmaasi, inazidi kwa kutii, kwa utiifu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na inapungua kwa maasi. Sawa na wala imani haizidi kwa kutoka kama wanavyoitakidia matablighi kwamba wao wanasema toka ili uzidishe imani. Imani haizidi kwa kutoka, imani haizidi kwa mtu mjinga. Kuzidi kwa utiifu ili kusudiwa hapo. Utiifu sehemu ya kwanza inaanza kwa kusoma al-ilmu. Wewe utamtii vipi Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa hujui namna ya kumtii? Kwa hiyo imani inazidi kwa ilmu, kwa kusoma, na kusoma ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na kundi nyingine linalofuatia, kundi la tano, kwa wale ambao wameagawa hayo makundi katika makundi matano, basi ni al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya alladhina yaquluna inna al-iman huwa mujarrad al-ma'rifa. Wao wanasema imani ni kutambua tu fil qalbi, katika moyo. Mtu akijua tu kwamba Allah yupo na akatambua kwamba Muhammad ni mjumbe wake, basi huyo ni muumini, hata kama asikufanya jambo lolote. فإذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعتقد. Akitambua tu kwa moyo wake, basi anakuwa ni muumini hata kama asipoitakidia. Unaelewana? Itikadi ya mtu tunaisadikisha kwa jambo gani? Tunaisadikisha itikadi ya mtu kwa kumwangalia anayoyatekeleza kupitia itikadi yake. Ndio mwenye kuitakidia uwepo wa Allah na mwenye kuitakidia ya kwamba Muhammad ni mtume wake, basi atayafuata yale aliyoamrisha Allah kupitia Muhammad mtume wake. Ndio kama vile jambo la kusimamisha swala. Hawezi mtu akasema ya kwamba mimi ni muumini, nampenda Allah na mtume wake, na naitakidia ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah na Allah ndiye anayestahili kuabudiwa pekee, alafu akawa haswali. Hatuwezi kuiamini imani yake. Tunaelewana? Annahum atba'u al-Jahmi ibn Safwan. Hawa al-Jahmiyya, hawa ni wafuasi wanaomfuata mtu mmoja anaitwa al-Jahmi ibn Safwan, naye ndiye ambaye ananasibishwa na hiyo madhhabu ya Jahmi, alladhi nashara al-maqalat al-qabiha, ambaye yeye ndiye ambaye alieneza maneno mabaya fi anna al-Qur'ana makhluq, ya kusema ya kwamba Qur'ani ni kiumbe. Unaelewana? Kwa mujibu wa Ahlusunnah wal Jamaa, tunaitakidia na tunafundishwa na ahlul ilmi ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala sio kiumbe. Unaelewana? Tunaelewana? Al-akhi, unajua Qur'an, tukisema Qur'ani ni maneno ya Allah tunakusudia nini? Qur'an maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo barakallah, sio mashhad. Sawa, sio kile kitabu ambacho kimeandikwa. Unaelewana? Maana kile mtu akashika kitabu akasema hiki sio kiumbe. Tunaelewana hapo? Yaani mtu asishike hii mashhad akasema hiki sio kiumbe. Hiki ni kiumbe kwa sababu karatasi hizo ni kiumbe. Unaelewana hapo? Yale maneno ambayo yanakusudiwa katika kuisoma ya Qur'ani ndio yanayokusudiwa kwamba sio kiumbe. Kwa pamoja, kwa hiyo sisi Ahlusunnah wal Jamaa tunaitakidia ya kwamba Qur'ani sio kiumbe, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini al-Jahmiyya wao wanaitakidia kwamba Qur'ani ni nini? Ni kiumbe. Wanful asma'u was sifati anillah, na wakapinga majina na sifa za Allah ya kwamba Allah hana sifa zozote na wala hana jina. Sawa? Wa tahrifu kalamu rasulihi bil batil, na wakapotosha maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa batil.
makundi matano, asili ya makundi ya kibid'a yote ambayo sisi tunayafahamu katika zama zetu, yale ambayo yapo na ambayo hayapo. Hayo ndio asili ya makundi ya kibid'a. Kutoka katika makundi haya matano tuliyosema hapa, ndio yakadhalika makundi ya kibid'a mengi mpaka kufikia makundi 72 aliyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna ahlul ilmi wanaeleza kutoka katika makundi 72 yalizalika makundi mengine mengi ambayo yanaendelea pengine kuzalishwa au kulinganiwa mpaka katika zama zetu hizi tulizokuwa nazo. Haya makundi kwa maelezo haya tuliyotoa ni kwa ufupi mno, ni kwa ufupi sana, bali kuna baadhi ya vitabu vya wanawazuoni vinaeleza kwa urefu na kwa utoshelevu asili ya kila kundi na sifa zake. Qala Sheikh al-Barbahari fi Sharh Sunnah, msema Sheikh al-Barbahari katika Sharh Sunnah, hakadha kana ad-din ila khilafat Umar ibn Khattab radiyallahu anhu al-jama'atu kulluha. Kadhalika maneno haya anayasema Sheikh au yamewekwa katika ibara hii baada ya kuyaelezea makundi au asili ya makundi ya kibid'a ambayo yalitoka katika asili ya dini ya Uislamu, yaliyozusha katika mambo ya uzushi wa kiitikadi, na hapa ndio uliokusudiwa. Lakini pia kuna baadhi ya maneno ambayo wao wameyapelekea kuyaeneza katika maneno ya kibid'a. Sasa baada ya kutoka kuyaeleza makundi haya, ibara inayofuata itaeleza ya kwamba hakadha kana ad-din ila khilafati Umar bin Khattab, hivyo ilikuwa dini mpaka kufikia katika zama za Umar ibn Khattab. Naye alikuwa ni khalifa wangapi? Wa pili katika makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya nani? Abu Bakar. Kwa hiyo mpaka kufikia zama zake yeye Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anasema kana ad-din al-jama'atu kulluha, ilikuwa dini ni ya jamaa. Na jamaa kwa makusudio tunakusudia ni nani? Masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa dini ni moja, hakukuwa na makundi. Ndio makusudio ya maelezo haya. Wa hakadha fi zamani Uthman, na hivyo pia ilikuwa katika zama za nani? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kwamba dini ilikuwa ni moja tu, hakukuwa na makundi. Falamma qutila Uthman, na pindi alipouawa Uthman radhiyallahu anhu, jaa al-ikhtilaf wal bid'ah, zilikuja ikhtilaf na bid'ah. Hapo anakusudia zama za nani? Sasa zama za nani hizo? Zama za Ali ilikuja ikhtilaf na bid'ah. Wasara an-nasu ahzaban, wakawa watu ni makundi. Wasaru firaqan, wakawa na mapote, wakawa Waislamu katika mapote. Baada ya kuuawa Uthman, akaja Ali na akaeneza fikra za kufuru Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ndio watu wakawa katika makundi na wakawa mapote tofauti. Lakini anasema faminan nas man thabata ala al-haq, na katika watu sasa kuna ambao walithibiti katika haki inda awali taghyir, tangu mwanzo wa mabadiliko. Katika watu ambao walikuwepo katika hizo zama, mapote yanazalika na bid'a zinaenezwa, wapo ambao walibaki katika haki tangu mwanzo wa mabadiliko. Waqala bih, na wakaisema hiyo haki. Wa amila bih, na wakaifanyia kazi hiyo haki. Wadaa nnasa ilayhi, na wakawalingania watu kuielekea hiyo haki. Naelewana? Hao ndio ambao walibaki katika Uislamu wa asili. Kwa hiyo mtu leo hii wala tuambie kwamba Uislamu wenyewe ndio huo tu bwana, makundi tu.
maadamu watu wanasema Allahu akbar, wanaswali kwa ajili ya Allah, wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, basi kila mmoja basi aliko. Uislamu umemegemegeka, watu wako hivyo hivyo, basi kila mmoja aache na fikra yake. Hilo wala si sawa, kwa sababu tangu mwanzo wa mabadiliko watu hawakukubali kubadilika. Wapo ambao hawakukubali kubadilika, walibaki katika asili ya Uislamu. Na katika hili Sheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala anasema lamma hasalat al-firaq, pindi vilipotokea hizi haya makundi, pindi yalipotokea makundi, wal ikhtilaf, na ikatokea ikhtilaf, anasema sabata Allahu ahli al-haqq wa sunna, aliwathibitisha Allah watu wa haki na watu wa sunna. Wasaru ala ma kana alayhi rasul, wakawa au wakapita juu ya yale ambayo alikuwa nayo mtume wa ashabu na masahaba wake. Walfiraqul ukhra, na makundi mengine khalafat ma kana alayhi rasul sallallahu alayhi wasallam, walienda kinyume na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Hayo ndio tunayaita makundi ya kibid'a. Tunaelewana? Ambayo asili yake makundi hayo au vizazi vyake makundi hayo ndio mpaka yakawepo makundi ambayo leo tunaita mahizbi, makhawariji, tunawaita nani, mashia, ndio mpaka matabiria. Sawa. Sasa anasema Sheikh istahaqqu al-wa'ida bin-nar, hayo makundi ambayo yalimkhalifu mtume, hayo ndio yanastahiki yale makemeo ya moto. Aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam kulluhum fin-nar illa, aliposema kulluha fin-nar illa wahida, kwamba haya makundi yaliyoelezewa kwamba yataingia katika moto ndio hayo ambayo yalimkhalifu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, bihasabi ma hasala minhum, kwa mujibu wa yale ambayo yalipatikana katika wao, kutoka kwao, kwa mujibu wa yale ambayo walikuwa wakiyaitakidia. Kwa maana kuna wengine itikadi zao ni za kufuru, kuna wengine itikadi zao haziwapelekei katika, kwa maana kuna baadhi ya makundi yalikuta bid'a ambayo zinawatoa kabisa katika Uislamu, kama bid'a za al-qadariyya. Sawa. Na kuna wengine bid'a zao haziwatoi katika Uislamu, unaona, kama bid'a za masufi. Kuna baadhi ya fikra za kisufi haziwatoi katika Uislamu, unaelewana, isipokuwa katika zile ambazo zimeambatana na misingi ya kisufi ambayo zinawatoa moja kwa moja katika Uislamu. Na mpaka kufikia hapa ninaweza kusema tumehitimisha risala, sababu yaliyobaki ni machache mno. Katika ibara iliyobaki kuna maelezo ya kuyataja baadhi ya majina mengine ambayo wanaitwa pia Ahlus Sunnah wal Jamaa au as-Salafiyyun. Na kama tulikuwa pamoja, basi tumeona haya mapote yaliyotajwa ambayo ni mapote ya asili yaliyozaa mapote mengine ya kibida yameitwa majina kwa mujibu ya yale ambayo wanajinasibisha nayo. Kuna mengine yameitwa kwa majina ya watu walioanzisha hizo fikra, na kuna mengine yameitwa kwa mujibu wa fikra zao walizokuwa nazo au itikadi zao, kama walivyoitwa al-Khawarij, kwa sababu wao yakhrujuna ala waliyil amr, wanatoka katika taa ya watawala, wakaitwa makhawarij. Wameitwa al-Qadariyya kwa sababu wao wanapinga qadar. Sawa. Kama vile walivyoitwa al-Jahmiyya kwa sababu wao wanajinasibisha na al-Jahm ibn Safwan. Ndio. Na kuna swali aliulizwa Sheikh
aliuliza Sheikh Fauzan rahimahullah ta'ala, limadha summiya ahli sunnati wal jama'ati bidhalik, ni kwa nini ahli sunna wameitwa ahli sunna? Ni kwa nini watu wakaitwa kwa hili jina au ahli sunna? Akajibu Sheikh Allah amsifazi ya kwamba ahli sunnati summu ahli sunna liannahum ya'maluna bisunna. Ahli sunna wameitwa ahli sunna kwa sababu wao wanaifanyia kazi sunna. Matendo yao yamezungukwa juu ya misingi ya nini? Ya kisunna. Wayulazimunaha, na wanalazimiana nayo hiyo sunna. Sawa. Wasunna biljamaa, na wameitwa pia kwa jina la aljamaa, ahli sunnati waljamaa, liannahum mujtami'una ghairu mukhtalifin, wao wanajumuika au wanaungana pasi na wale wenye kutengana, pasi na wale wenye kwenda kinyume. Wanaungana wenyewe kwa wenyewe katika jamaa, lakini hawaungani na wale ambao wanaikhalifu jamaa. Wanaungana katika jamaa kwa sababu wanaifuata ile asili ya jamaa ya nani? Ya masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lianna manhajahum wahidun wa huwa alkitabu wa sunna, kwa sababu wao manhaji yao ni moja, nayo ni kitabu na sunna. Ndio maana wakaitwa ahli sunnati wal jamaa. Tunaelewana? Na katika ibara inayofuata, wasalafu aidan lahum musammayati kama yuqalu annahum, na hao masalafi kadhalika wana majina mengine kama vile wanavyoitwa as-salafu salih, wanaitwa waja wema waliotangulia. As-salafu salih, waja wema waliotangulia au masahaba. Kadhalika wana majina mengine wanaitwa ahli sunnati wal jamaa. Ukikusudia kuwaita ahli sunnati wal jamaa bil asl, inarudi kwa nani? Sahaba. Sawa. Ahli hadithi wal athar, watu wa hadith na watu ambao wanafuata athar ni nani? Ni masahaba na wale ambao wanajinasibisha na hao masahaba. Tunaelewana? Lakini pia hao masalafu wana jina lingine, alfirqatun najia, kundi lenye kuokolewa, kundi lenye kufaulu, kundi lenye kuokoka na moto. Sawa. Na asili ya jina hili ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, kulluha fi nnari illa wahid, isipokuwa kundi moja. Kwa hiyo hilo kundi moja ndilo ambalo limenusuliwa na nini? Na moto, limeokolewa na moto. Lakini jina lingine as-saifatul mansur, ni kundi lenye kunusuliwa, limenusuliwa na nini? Na moto. Na jina lingine al-ghuraba, wageni. Al-ghuraba, wale ambao wanalazimiana na ule ugeni wa Uislamu, wale ambao wanashikamana na asili ya dini. Sawa. Kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu gharib fasayaudu ghariban kama bada. Ndio ulikuja Uislamu au ulianza Uislamu hali ya kuwa na ugeni. Watu walikuwa wanaushangaa Uislamu kwa sheria zake, lakini vile vile utarudi Uislamu hali ya kuwa ni ugeni, katika hali ya ugeni. Fatuba lilghuraba, basi bishara njema ni kwa wale wageni, kwa maana wale ambao watakuwa wanadhihirisha huo ugeni wa Uislamu. Sawa. Akauliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waman alghuraba, na ni kina nani hao wageni ambao unawapa bishara njema? Ndio akasema, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, wale ambao wanatengeneza pindi watu wanapoharibu, wale ambao wanazilingania sunna pindi watu wanapoeneza bid'a. Tunaelewana? Naomba niishie hapa kwa mujibu wa muda, na hayo yaliyoendelea huko mbele, kama tukipata nafasi nyingine insha Allah
tutafahamishana, lakini sidhani kama nitakuja kwa risala hii tena, bali tutakuja kuendelea na ratiba nyingine zinazotuhusu. Kwa hapa naomba mnisamehe kuishia tatu kwa kutomalizia hizo ibara ambazo zimebaki. Kwa wale ambao watakuwa na juhudi na wana hirsi ya kufahamu zaidi, basi tutaulizana hapa pembezoni, tutaelekezana insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta.